Kuna picha rahisi, lakini ndani yake kuna ujumbe mzito sana. Chui anakimbiza swala. Kila mmoja anakimbia kwa sababu tofauti. Chui anaomba, utupe leo riziki yetu. Swala anaomba, na utuokoe na yule mwovu. Yote ni maombi kwa Mungu. Wote wanaomba, lakini maombi yao yanapingana. Na hii si hadithi ya wanyama tu. Hii ni hadithi ambayo tayari ilishawahi kutokea kati ya Sauli na Daudi. Sauli alikuwa mfalme, lakini moyo wake ukajaa wivu. Akaanza kumwinda Daudi kama mnyama, usiku na mchana, milimani na mapangoni. Sauli anaomba abaki kwenye kiti chake, anaomba adumishe mamlaka yake, lakini Daudi anakimbia, naye anaomba, Mungu niokoe mikononi mwa adui zangu. Wote wanaomba kama vile chui na swala. Mmoja anatafuta kushika, mwingine anatafuta kuishi. Swali linabaki lile lile, Mungu anamsikiliza nani? Jibu linaonekana wazi, kwa sababu licha ya Sauli kuwa na nguvu, hakuweza kumshika Daudi. Kila alipokaribia, Daudi alinusurika. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hasimami upande wa wivu wala upande wa uovu. Mungu alisimama upande wa haki. Na hapo ndipo tunajifunza kitu kikubwa. Sio kila ombi lina nguvu sawa. Kuna maombi yanatoka kwenye tamaa na kuna maombi yanatoka kwenye ukweli. Leo unaweza kuwa kama Sauli, unapigania kushika kitu ambacho si chako. Au unaweza kuwa kama Daudi, unakimbia lakini bado unaamini Mungu atakuokoa. Lakini mwisho wake, Mungu hajibu maombi tu, anatetea kusudi lake. Na kusudi lake haliwezi kuzimwa na wivu wa mtu yoyote. Na ndio maana tunaomba mapenzi yako yatimizwe. Hatupangi majibu, yanayotokea ni mapenzi ya Mungu ambayo ameamua kutimiza kwenye maisha yetu.